Michael. Tatiana. Ni mjamzito? Hapana Michael, usifikirie kwanza hivyo. Naomba tukae chini tuongee. Hapana nini? Wakati macho yangu yanaona kitu halisi. Ni sawa Michael. Lakini sio dhamira yangu kufanya yote haya. Nafikiri tukikaa tukizungumza utanielewa. Takuelewa vipi? Yaani Tatiana, miaka 2 tu umeshindwa kuvumilia mpaka saizi kwenye hali hii? Michael, nakuomba kwa mara nyingine tungekaa tuzungumze. Tatiana, yaani ni miaka 2 tu. Saizi wewe ni mjamzito. Ningetumikia miaka 30 yote, singekuta na watoto 10. Michael, nakuomba ingia na tuzungumze babangu. Kiukweli sikupendwa na sikustahili kuishi katika maisha yako. Naamini niliingia kwenye maisha yako kwa bahati mbaya. Na saizi natumaini kuna bwana humu ndani ambaye ndo mwenye ujauzito huu. Nawatakia maisha mema Tatiana. Nashukuru kwa ulichonifanyia. Kwa heri. Michael. Na Mungu atakubariki. Michael. Naomba usiondoke. Michael. Safari ni mbali tulipotoka. Safari ni mbali pia tunapoelekea. Tulipotoka ni mbali, abiria chimba dawa siogope. Tafakari ya maswali ya fikra wezi yashika. Jamila wangu mkombozi, aya ete pambeni le. Wangu mkombozi, aya Jamila wangu mkombozi, aya ete pambeni lewe. Wangu mkombozi, aya mkiniona nalia ujue minalizwa na mapenzi. Kaka, leo nimefurahi sana kukuona tena kwa mara nyingine. Lakini nilijaribu sana kutafuta Oysterbay, nikaambiwa umehamishwa gereza. Pia nikajaribu kuongea na ndugu zako waweze kunipa ushirikiano. Hakuna yote alionyesha ushirikiano. Nikajaribu kufuatilia ile kesi, nilikuja kugundua ile kesi kumbe ulisingiziwa. Yule binti alishajifungua tayari na anaishi na mwanaume wake aliyempa ule ujauzito. Pole sana ndugu yangu. Alafu kingine, umewezaje kutoka? Maana kesi yako ilikuwa ni ngumu sana. Kama ulivyosikia, mimi nilisingiziwa ile kesi. Na hata nilipopelekwa gerezani, nimekaa pale, sikujua ni kitu gani kilichofanya mpaka kanihamisha gereza. Nikatolewa hapa, nikapelekwa nje ya mkoa huu. Ulipelekwa nje ya mkoa vipi? Zamana waliruhusu kupewa? Kiukweli zamana hawakutaka. Hawakuruhusu kabisa nitolewe zamana. Umewezaje kutoka? Maana ile kesi ilikuwa ni mbaya sana. Alafu isitoshe wazazi wake walishindilia msumari kwenye kidonda. Umewezaje kutoboa? Ni kweli nimepewa hukumu miaka 30. Na hata sijamaliza miaka 30 nimetolewa. Miaka 2 tu nimetumikia kifungo changu na nimetolewa. Nadhani kwa kifupi mimi naelewa tu kwamba nilisingiziwa. Acha tu niamini hivyo kwamba nilisingiziwa. Ila namshukuru Mungu kwa sababu nimetoka. Na kikubwa zaidi nilipofika hapa, bora tu hata ningebaki jela. Kwa sababu nafika nakuta mtu ambaye ilikuwa ni tumaini langu, tegemeo langu la maisha, amepewa mimba na mtu mwingine. Pole sana. Hata mimi nalijua hilo. Lakini
huenda alifanya hivyo kutokana na ulivyoondoka, ulimwacha hana pesa, hana kazi ya kufanya. Hivyo huenda yule mwanaume akatumia huo udhaifu kumuingia. Si unajua tena. Lakini mimi ninavyokumbuka shemeji alikuwa anakupenda sana. Kingine pia unaweza kurudiana naye tu, maana yule mwanaume tayari ashamtelekeza. Siamini kwamba alikuwa ananipenda, kwa sababu ndani ya miaka 2 tu uvumilivu umemshinda mpaka kutembea na mwanaume mwingine na kupewa mimba kabisa. Miaka yote mimi nimeishi naye, mbona haikuwa kitu kama hicho? Naamini kwamba huenda naye amechangia kwenye hili. Pole sana kaka. Kingine una ratiba gani kwa sasa? Wewe ndo ndugu yangu uliobaki hapa duniani. Nakuomba tu unipe hifadhi ndani ya siku 2-3 hizi. Na ikiwezekana hata kazi unapofanyia labda tukaungana pamoja tukafanya kazi. Mungu sio Asumani. Naweza nikajipata na mimi nikaanza maisha upya. Wala usijari kuhusu kazi. Si unajua mitikasi yetu toka zamani. Tunaingilia hapa, tunatokea hapa, tunapata chochote kitu. Wewe usiwaze sehemu ya kuishi, utaishi hapa. Upo kwa ndugu yako, yani jisikie upo nyumbani kabisa. Nitashukuru ukinipatia hifadhi. Nitashukuru nikipata kazi. Lakini saizi moyo wangu umenyong'onyea sana. Moyo wangu hauna amani. Sina furaha kabisa. Hapa kingine, ngoja nikakuchotee maji huko uoge. Si unajua tena umetoka huko, kuna nuksi nasikia huko. Ngoja nikakutekee maji kidogo hapa uweze kujimwagia ndugu yangu. Sawa. Wangu mkombozi, aya. Mkiniona nalia, ujue mimi nalizwa na mapenzi. Mkiniona nimechoka, ujue nimechoshwa na mapenzi. Mkiniona nalia, ujue mimi nalizwa na mapenzi. Mkiniona nimechoka, ujue nimechoshwa na mapenzi. Maana shanifanyia ushenzi na kuyaacha siwezi na. Vipi Tatiana? Mbona unaonekana kama uko sawa? Una shida gani? Acha tu Farida. Yaani alionitokea ni makubwa sana. Na sijui nafanya nini mpaka sasa hivi. Mume wangu amerudi. Ameshatoka jela na maanisha. Alafu mwanaume mwenye mimi anahitaji kuja kuishi na mimi. Yaani nimevurugwa pasile. Unataka kuniambia Michael amerudi? Ndio Farida, amesharudi. Mimi kwa kukushauri tu Tatiana, uongee na Alex. Ikiwezekana muende mkaishi mbali. Farida, unachukulia kama rahisi sana. Nishakwambia Alex hana chochote. Yaani maisha yake yako empty kabisa. Aya sasa hivi naamka naenda kumwambia huyo Alex. Atanisaidia nini? Sasa unafikiri mimi nitakushauri nini? Sina kingine cha kushauri. Na ndio maana nimekuambia kwamba ukae na Alex uongee naye. Ikiwezekana muende mkaishi mbali. Michael asijue chochote. Rafiki yangu, jaribu basi kama una chochote kitu kile, unisaidie. Yaani niweze kuchukua ukakopa tamali kokote ili uweze kunipa. Niondoke katika ile janga. Yaani mimi siwezi kurudi kwenye ule uso ule mwanaume. Nitaongea nini? Kwa hilo hata haliwezekani shoga yangu. Maana mimi mwenyewe nina madeni kila sehemu nina madeni. Hapa kwenye ulivyopiga hodi nikajua mtu amekuja kunidai. Na ndio maana nimekushauri uongee na Alex ili muende mkaishi mbali. Farida, unachukulia kama rahisi sana. Nishakwambia Alex hana chochote. Yaani maisha yake yako empty kabisa. Aya sasa hivi naamka naenda kumwambia huyo Alex. Atanisaidia nini? Maana shanifanyia ushenzi na kuyaacha siwezi na yalilia mapenzi. Onana. Maana
mlima kushuka siwezi, minomizwa sababu ya mapenzi, nimepanda Malesa, mlima kushuka nimesikia Michael amerudi. Ni kweli? Ndiyo karudi. Kwani kuna tatizo? Tatizo langu ni lile lile. Mimi nampenda Michael. Sijui unaweza kunisaidia kwa hilo? Sasa hapo mimi nakusaidia nini? Si unaweza kuongea naye tu mwenyewe akakuelewa. Hapana Malesa, mimi namuogopa sana Michael. Nilikuwa naomba unisaidie kuongea naye. Sasa hapo mimi nakusaidia nini sasa? Malesa, kumbuka mwanamke wake kapewa mimba na mtu mwingine. Kwa hiyo unaweza ukamshawishi mpaka akakuelewa. Na kwa upande wangu mimi ninavyoona, hana chaguo lingine. Lakini si uliongea naye akakukataa wewe au sio wewe? Ndio alinikataa, lakini wewe unaweza ukaongea naye akakuelewa na akakukubalia ombi langu. Ukilikamilisha hilo Malesa, nitakupa zawadi nzuri sana. Sawa. Mimi nitakukamilishia, wala haitochukua siku nyingi. Nitaenda kuongea naye then nitakuletea majibu. Nitashukuru kwa ushirikiano wako. Basi sawa, wacha mimi nielekee zangu mtaani. Aila tonge umekomba mboga, nitabaki lalama. Jamila wangu mkombozi, aya ete pombe nile. Wangu mkombozi, aya Jamila wangu mkombozi, aya ete pombe nilewe. Wangu mkombozi, aya mkiniona nalia ujue minalizwa na mapenzi. Mkiniona nimechoka ujue nimechoshwa na mapenzi. Mkiniona nalia ujue minalizwa na mapenzi. Mkiniona nimechoka ujue nimechoshwa na mapenzi. Kaka, samani kwanza. Unajua mimi na wewe tumeishi kwa miaka mingi, tumefahamiana kwa muda mrefu. Lakini kuna jambo kidogo kama linanivutia, nikaona sio mbaya nije kuzungumza na wewe. Jambo lenyewe bwana ni kuhusiana na Farida. Unajua kaka, Farida anakupenda sana. Na nimemchunguza, nimetambua kuwa Farida ni mwanamke sahihi sana kwenye maisha yako, kwa sababu ni miaka miwili sasa imepita, bado moyo wake upo pale pale, anakupenda. Licha ya kuwa ulimkataa mwanzo, lakini ni mwanamke ambaye anaonekana ana upendo wa dhati sana kwako. Kwa nini fikira zako na hisia zako usizihamishie kwa Farida? Kiukweli ananipenda, na sio leo, ni muda sana, lakini kwenye moyo wangu hayupo kabisa. Ukizingatia na hili swala ambalo limenikumba, ndo kabisa sihitaji mapenzi kwa saizi. Ukifikiria saizi ndo bado sijazoea mtaani, najimekimeki na hii kazi niliyopata. Acha tu nitengeneze maisha yangu, hayo mapenzi yapo tu. Hamna kaka, jaribu kufikiria. Uwe hata na mwanamke wa kupunguzia stress. Wewe utaishi hivi mpaka lini? Sasa hivi kidogo umeshaanza kupata vihela vya 200 300. Kidogo ukiwa na mwanamke wako mnashauriana mfanye hiki, maisha mengine yaendelee. Umri unaenda kaka. Unatakiwa uwe na mwanamke ambaye utafanya naye malengo. Unatakiwa uwe na mtu ambaye ni kama kipepeo, mtaruka pamoja, ni kama ndege, mtaruka pamoja. Mjenge yote kiota. Unakwama wapi kaka? Achangamkia fursa. Alafu inavyoonekana yule ni mwanamke ambaye hata kwenye shida anaweza kukusaidia. Lakini mimi ninavyomjua Tatiana toka upo naye kwenye mahusiano, ni mwanamke ambaye kuna siku anakuzalau. Yaani ni mwanamke ambaye si naweza nikakwambiaje, lakini ni hivyo rafiki yangu. Yaani wanasemaga hivi, penda unakopenda, usikopenda achana napo. Mwisho wa siku ndo kama hivyo matatizo yanaanza kuyakumba. Maana yeye mwenyewe kama unakumbuka alishiriki kwenye ushahidi. Sasa sijui kama ni maviviano ya mapenzi sijui ni nini, lakini mwanamke anayekupenda hawezi kushiriki kwenye kukuchongea upotee. Mchangamka kaka. Najaribu kukuelewa, lakini kwa sasa mapenzi acha tu niaweke kando. Twende nyumbani, utaenda unajifikiria mwenyewe. Unyoya usuke. Aila tonge
umekomba mboga, nitabaki lalama. Jamila wangu mkombozi, aya lete pombe nile. Wangu mkombozi, aya Jamila. Naona umeanza mazoea. Wamekuweka ndani wanaume na naona unaanza mazoea na wanaume. Leo nimefika nyumbani, nimepewa taarifa kwamba ulienda. Bro, hebu kaa mbali na ule mwanamke. Kwa sababu yule mwanamke mpaka sasa hivi ana kiumbe changu. Wewe ungekuwa mwanaume ungemtia mimba, lakini ulishindwa, wanaume tukaishi na nimemtia mimba. Heshimu bro. Samahani kama nitakuwa nimefanya makosa, ila sikuwa na nia mbaya ya kuja kwako. Nilikuja kumwangalia kwa sababu yule alikuwa mwenzangu, lakini kwa sasa. Ni nani aliyekwambia uende nyumbani kwangu angali mimi sipo? Je, ningekutegea mtego? Umetoka huko, umetoka na nuku zako, utajua mwenyewe. Nyumbani usikanyaje. Kaa mbali na ule mwana. Kama unataka kumuona, ulimuona kitu hicho, sio sahihi. Sahihi ni mali ya msahale. Kama nilivyokuambia, sidhani kama nimekosea. Nilipita tu kumuona kwa sababu na kuheshimu, na ndio maana nimeona nipigie busara kwanza ya kwanza. Ningependa tu kukwambia kuwa makini, kwa sababu wewe ni mwanaume kama mimi, na yaliyonikuta mimi yanaweza kukuta wewe pia. Hebu acha kulimbia ngonjera wewe. Kawaimbie huko wadada huko, jela ulikotoka. Mkiniona nalia, ujue mimi nalizwa na mapenzi. Mkiniona nimechoka, ujue nimechoshwa na mapenzi. Mkiniona nalia, ujue mimi nalizwa na mapenzi. Mkiniona nimechoka, ujue nimechoshwa na mapenzi. Maana shanifanyia ushenzi na kuyaacha siwezi, na yalilia mapenzi. Onana, maana nimepanda mlima kushuka siwezi. Minomizwa sababu ya mapenzi. Nimepanda mlima kushuka siwezi. Minateswa sababu ya mapenzi. Bajo, I love you baby. Leo ndo umenikataa, ila tonge umekomba mboga, nitabaki lalama. Jamila wangu mkombozi, aya lete pombe nile. Wangu mkombozi, aya Jamila wangu mkombozi, aya lete pombe nilewe. Wangu mkombozi, aya mkiniona nalia, ujue mimi nalizwa na mapenzi. Mkiniona nimechoka, ujue nimechoshwa na mapenzi. Mkiniona nalia, ujue mimi nalizwa na mapenzi. Mkiniona nimechoka, ujue nimechoshwa na mapenzi.